na nia moja. Amena. Maana Biblia ikasema katika kitabu cha Zaburi ya 133, yaani 133 mstari wa kwanza. Ikasema ya kwamba ndugu akaongelea pale akasema kwamba tazama jinsi ilivyo vema. Amena. Ndugu wakae pamoja kwa umoja. Amena. Sasa ikiwa umekuja na nia moja ya kuwa pamoja, najua umekwisha kubarikiwa. Amena. Ingewezekana tungesema tuishie hapa turudie, maana tumebarikiwa kutosha. Haleluya. Adoration, nimefurahi sana. Mungu awabariki. Nyimbo za waimbaji, Mungu awabariki. Hakika Mungu yuko mahali hapa. Kwamba nimesikia kuburudika, nikasikia kufarijika. Amena. Basi pamoja na hayo, kwa sababu neno la Mungu ni chakula pia. Amena. Ni chakula ambacho kinatupatia nguvu ya safari ambayo tunayo. Hatuna safari nyingine. Si safari ya kwenda kununua wala kwenda kuuzisha, bali tuna safari moja tu ya kwenda mbinguni. Amena. Lazima tusikie ile neno ambalo litatusaidia katika safari ya kwenda mbinguni. Mungu atusaidie sana. Kwanza tunamshukuru Mungu kwa kuwa mahali hapa siku ya leo. Maana kuna siku tulitarajia kuwa hapa kwa mipango yetu sisi. Amena. Ila Mungu siku ya kutaka tukarudilia njiani kwa mpango wa Mungu. Na yote ni safi kwa leo safi, na yote ni mpango wa Mungu. Amena. Haleluya. Baba nampa pole, alisumbuka hiyo siku kweli. Pole sana baba yangu. Amena. Baba mchungaji, pole sana. Pole sana. Kwa hiyo kushujaa. Amena. Na Mungu azidi kutia nguvu. Pamoja na hiyo tunashukuru kwa mahali hapa, nishukuru pia na ukuu hapo. Na siku nyingi tulikuwa tukiwakumbuka. Mpaka watoto wana nidai baba tutenda nje siku gani? Ndio wako hapo. Naomba sijaona programu yote ndio pastor hajaniambia. Mnaona vipi tupita hapo tungoje tu. Lakini Mungu amefungua mlango leo. Ndio maana tena kumshukuru kwanza Mungu. Jambo la pili, nashukuru baba mchungaji ambaye amenitumia baba yangu mwalimu kuja kutuchukua kwa siku ya leo. Pia nikishukuru na baba mwalimu pia ambaye ametupatia wito kuja kutuchukua ili tupate kuwa mahali hapa. Pia tunashukuru wa kanisa lote kwa kutupatia niseme ni wito niseme anza kujitoa kuwa mahali hapa. Amena. Na pia tunatoa mkono wa pole kwa msiba ambao ulitupata hapa kanisani. Maana Biblia inasema ya kwamba kiungo kimoja kinapoumwa viungo vyote vinapata shida. Amena. Ikiwa likucha ya mguu ile ya nyuma ile ya mwisho itauma, ile likucha ya mguu inapouma najua mwili yote mzima. Hata shingo na macho yatauma. Kwa sababu gani? Iko katika mwili mmoja. Ni vitu vimebanana. Ndio maana tunasema pole kwa mama yetu ambaye aliachiwa na baba yake, na tunashukuru pia kwa kanisa jana mlikuwa hapo nimepata ratiba hiyo. Hata programu nimesikia baba mchungaji akishukuru. Tunawashukuru. Amena. Hatukukuwa lakini kiroho tulikuwa pamoja. Kwa hiyo tulijilamu tukasema tuko mbali tungefika. Mungu atusaidie sana. Pole kwa familia hiyo, sote ndio njia. Basi pamoja na bila kupanda muda, twende katika maneno ya Mungu. Amena. Tutaona leo mchana wa leo tutaona neno kidogo tu. Haliko neno ndefu zaidi. Ni kukumbushana, najua unajua mengi. Amena. Yawezekana umezaliwa katika nyumba ya Ukristo na hadi leo unaendelea. Maana kuna mambo mawili, kuna kuzaliwa katika nyumba ya Kikristo na kuna kuja kuokoka kuwa Mkristo. Amena. Aliye na neema ni yule ambaye anayezaliwa katika nyumba ya Kikristo. Unakutana baba na mama ni wa Kristo, unazaliwa tunakutana, umejiingilia ndani ndio kwa Mkristo. Sio kama utanielewa. Na kuna yule yeye ambaye anakuja kuokoka shakoma, amejipigania. Aliye na neema ni yule ambaye anayezaliwa nakuta kwamba baba na mama deja walishakaokoka, nyumba ya Kikristo, anazaliwa ndani na komaa, iko Mkristo, yule anakuwa tofauti na yule ambaye aliokoka alishakuwa mkubwa. Ndio maana tuko na baba mmoja hapo Bujumbura. Ni shemasi wa kanisa hapo. Na ndio mmoja wa baraza. Ndio alikuwa anasema mwalimu, alikuwa anambia mwalimu, nadhani vile nguvu zote nilizipoteza tangu ni wakati nilipokuwa kijana.
Nilikoma nguvu zote nilizipoteza kwa kupigana, kwa ubakaji wa wanawake. Kwa nini? Kwa pombe mingi. Nazari regretted. Ndio nguvu kama ndio nguvu zilikuwa natumikia kwa Mungu, lakini nakuwa na nguvu kidogo sasa. Ndio nakuja kuokoka. Ana regretaka. Papa Deo unaweza kutotoka na mchwa sana. Na kweli alikuwa unaposikia mkinama alikuwa shujaa mzalio wa Kinama. Ndabanga na Deo. Amen. Lakini ana regret. Ila ikiwa umezaliwa katika nyumba ya Kikristo, ni lazima umshukuru Mungu. Maana umeanza safari kwa mdogo na unaendelea. Mungu atusaidie sana. Basi tutaona neno kidogo kwa mchana wa leo. Neno letu tutaona linasema kwa sababu ya mwisho. Sitaki tuende mbali, mwisho. Hili neno mwisho. Mwisho tu. Teme yetu ya leo ni mwisho. Mwisho. Ukitaka kuandike mwisho, ishie pale. Teme yetu ya leo ni mwisho. Amen. Mtanisamee, shetani anakuwa na vitu vingine. Nilipoandaa kwamba nitakuja, nikakamata kaya preparation kwa chini, nikaacha Biblia hapo kwenye kitanda. Nikajua mwalimu akija nitachukua pale na kuja mara moja. Mwalimu alipokuja tuliposema twende sasa, kumbe nilichukua Biblia ile kaika bakia chini. Sasa nilikuja mgani najua kama niko na vyote. Nakia kumbuka hapa tunataka adabu. Tunataka kuangalia. Niko na kae, kwa maana kuna Biblia kae niliacha. Amen. Nikamwambia baba mwalimu, ndio mwalimu kanipatia mawazo akasema, ambia mama pige picha pale kwenye uliprepare akutumie. Ndio maana sasa ikiwa mtaona niko na simu hapa, msituaze na kule mwingine tu, sijawahi kuona hiyo hapa kanisani kwetu. Amen. Mtoto anakuwa na riziki kwa baba. Sijaona baba siku moja anasimama hapa na simu. Amen. Ndio kusema mwalimu anatuletea wenyewe alikuwa hapa. Ni kwamba hiyo ndio imenipata samani, najua mtanielewa. Si vile baba. Asante. Basi tutaona neno hilo katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura 4. Sura 4 watu wale mstari hapa. Sura 4 mstari wa 7. Waraka wa kwanza wa Petro sura 4 mstari wa 7. Tuone neno hilo ambalo ndugu Paulo aliandikia wa ndugu. Ndugu Petro Plito, ni Petro ndiye aliandika, si Paulo. Petro akiandikia wa ndugu, nitakwambia ni wandugu wapo ndiye aliandika hili neno kwa sababu ya mwisho. Karibu baba. Ambapo karibu, aisa mama karibu. Waraka kwa Petro 4:7 tusikie. Ndugu Petro akiandika wa ndugu. Amen, amen. Amen. Tunaenda kusoma katika jina la Yesu. Karibu. Waraka wa kwanza wa Petro mlango wa 4 ama sura ya 4 mstari wa 7. Neno la Mungu linasema, lakini mwisho wa mambo yote umekaribia. Basi iweni na akili, mkeshe katika sala. Amen. Amen. Haleluya. Tupige neno la Mungu mikono jana. Nilikuwa tunaomba kama dipite hapa. Nilikuwa tunaomba kama dipite hapa. Na waza ili kusimama tu mikono mingi. Angalia nasema tu mikono ishana na bado hajasema jamani. Sasa hili neno la Mungu. Amen. Biblia inasema ya kwamba lakini mwisho wa mambo yote umekaribia. Amen. Basi iweni na akili, mkeshe katika sala. Hili ni neno ambalo ndugu Petro mwenyewe ameandika. Maana hii waraka wa Petro ameandika Petro mwenyewe. Waraka wa kwanza na wa pili yeye ameandika. Na hapa alikuwa akiandikia wanale kuambia lakini mwisho wa mambo yote umekaribia. Alikuwa akiandikia wandugu wa Kristo wengine waamini kama vile wewe na mimi ambao walikuwa wametawanyika katika Asia ndogo. Walikuwa wametawanyika. Watafuta Biblia wanasema ya kwamba kwa wakati ule, maana ulikuwa wakati mgumu, na Petro aliandika kitabu kwa wakati mgumu, na neno alitumia kwa na uchungu. Ilikuwa wakati mgumu wakitafutiwa, na walikuwa wametawanyika. Sasa Wakristo kila mmoja ameenda huko na kule, ikionekana kuna wale ambao walienda katika Asia ndogo. Ndio akawaandikia ndugu lakini mwisho wa mambo yote umekaribia. Mungu atusaidie sana. Amen. Na hilo ndilo neno nimekuletea wewe ambao uko leo hapa. Na si mimi ndio nimeleta, bali mimi ni mjumbe tu. Mimi ni chombo bure tu. Mtumishi mwenzako bure tu kukwambia kwamba mwisho wa mambo yote umekaribia. Sio kama pale utanielewa. Amen. Yawezekana tumefika Marekani tunasema ndio mwanzo sasa wa life. Lakini nataka nikwambie mwisho wa mambo yote umekaribia. Sasa akasema, akaongeza pale,
kuweni na akili. Sasa nani atakuwa na akili? Ni yule atakayekesha katika sala. Amen. Tuone kwanza mwisho ni nini? Hili neno mwisho ni neno gani? Mwisho ni kitu kinachokuwa na mwisho, ni kitu ambacho kinakuwa na mwanzo. Sio kata nilo hapa. Sijaona kitu ambacho kiko na mwisho ambacho hakina mwanzo. Mwisho ni kusitisha, kukamilisha, kustope. Sio kata nilo hapa. Kusitisha ndio mwisho. Tukifanya conversation mimi naona kwamba hapa bimeisha, tunaishia conversation, tunaishia hapa, tunasitisha. Mungu atusaidie sana. Amen. Ni kitu ambacho tumeanza lakini sasa tunasitisha, tunafika mwisho, tunastope. Huyo ndio mwisho. Ni kitu ambacho kina mwanzo ndivyo kinakuwa kana mwisho. Sasa Petro akaendelea kusema kwamba lakini mwisho wa mambo yote, akasema yote, en general yote, mambo yote umekaribia. Haleluya. Sasa exception, mambo yote mwisho wake umekaribia. Mungu atusaidie. Yaani kulikuwa mwanzo yale mambo, sasa mwisho wa yale mambo yamekaribia. Ni kitu ambacho kina mwanzo kinaenda kuwa na mwisho. Mwanadamu ameumbwa hana mwisho. Tunasema kama mtu akifa inaishia hapa. Lakini habari nakuletea leo, nataka kuambia kwamba mwanadamu aliumbwa hana mwisho ili apate kuishi milele na milele. Sio kwa tanielewa pale. Mwata kwambia kama mwanadamu aliumbwa anakuwa na mwisho, hana mwisho. Baba, mwenye unasoma Biblia, wakati Adam aliumbwa na Eva, alikuwa na mwisho, wala pacha mwisho. Adam aliumbwa, Eva kaumbwa. Mungu akasema ndio mwisho wao, akachana mwisho pale. Hakuna mwisho. Ila kisha kukosa, hapo ndipo Mungu akaleta kifo juu yao. Yaani kuna sasa kuishi katika dunia na kutoweka katika dunia, bali sikufika mwisho. Hapana. Mungu atusaidie sana. Kinachokuwa na mwisho ni kitu, wala si mtu. Mwanadamu hana mwisho. Utanielewa tu pole pole. Nimerudia tena kusema habari inakuwa kusema eti mtu anakufa, tunasema kukaburi. Basi ndio vile mwisho wake umeishia hapo. Jana tulikuwa naye, usiku akakufa, basi ndio mwisho wake huo. Haijakuwa mwisho. Mwanadamu hana mwisho. Mwanadamu hakuumbiwa kwa sababu ya mwisho, hapana. Bali mwanadamu kisha kukosa katika shamba la Edeni, Biblia inasema ya kwamba Mungu alilaani, Mungu akamtoa, mwanadamu akaenda na Mungu akamwambia sasa tazama Adamu, kwa sababu umekosa kufa utakufa. Ila hayakuwa mwisho. Maana huko ngara atakuja kuhukumiwa. Juu ingekuwa huko mwisho, hakungekuwa hukumu. Mwanadamu angehukumiwa tena. Ingekuwa atakufa na ndio mwisho, hatasimama tena mbele ya kiti cha hukumu. Sio kwa tanielewa pale. Mwanadamu hana mwisho. Lakini unapochinja mbuzi, unaona kile mbuzi tunachinja, mwisho wa mbuzi unaishia pale. Haina ingine. Ngombe unapona ngombe wanakichinja kile kigombe pale, kinapiga miguu yake inaishia pale. Unapona mtu alikata mti, inaanguka chini na kauka wale kongo inaishia yake pale. Ndio maana ndugu Petro akasema ya kwamba lakini mwisho wa mambo yote, yale mambo, mwisho wa yale mambo yamekaribia, lakini si mwanadamu. Maana mwanadamu gani na safari. Lakini sasa kwa sababu atazio ukiache katika sala. Haleluya. Amen. Ukiache katika sala, usikale tu, nimefika. Lakini hakupasa kudesha wapi? Katika sala. Maana shetani hata kutafuta, mwisho wako wewe hauko. Mungu atusaidie sana. Amen. Mwanadamu hana mwisho. Mwanadamu anapokufa anabadilisha nchi. Ndio maana sasa kuna wakati
tunasemaka kukaburi. Watu wengi wanasema kule kulima mtakumbuka. Amekupa pastere. Baba utasema yuko mmoja fara. But si wa pastere si wala aiza si walimu na pastere tunasemaka. Hivi leo iko mbinguni leo, amefika mbinguni. Kwetu tulizana na kwa mbinguni leo. Kuna mtu ashaingia mbinguni leo. Kwa shida. Bado hakuna yule alishaingia mbinguni. Bali kwa watakatifu wanapokufa wanaenda mahali pamoja. Kuna nafasi ambapo wanaenda kuwekwa paradiso, wanakaa pale wakisubiri wengine, wakisubiri muda ufike, wakisubiri Yesu aje, wanawekwa paradiso. Mioyo ya waamini inawekwa wapi? Paradiso. Lakini si mbinguni direct, hapana. Mungu atusaidie sana. Sasa mwanadamu anapokufa, yule amekufa katika Kristo, ana ile uhai wake, moyo wake inawekwa paradiso, lakini mbinguni bado. Maana tutaingia sote mbinguni. Hakuna mtu atamlia mwingine mbinguni. Tutaingia sote. Ikiwa tumemaliza mwendo vizuri sote, tutaingilia limoja. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba tutaingia mbinguni kwa nyimbo za shangwe, tutaimba. Wakristo watapoingia mbinguni kumsifu Mwokozi, na mimi nataka kufika kuimba pamoja nao. Haleluya. Tutaingilia limoja sote. Ndipo malaika wataulizana hawa ni wanani? Maana itakuwa sherehe kubwa, msafara mrefu wa waamini walioshinda dunia. Haleluya. Baba atatangulia. Mimi nakuwa mbele. Mungu atusaidie sana. Sasa ndio maana nataka nikwambia kwamba mwanadamu hana mwisho. Bali nataka nikwambie kitu moja hivi tu, ya kwamba vitu vingine vyote viko na mwisho, lakini mimi na wewe hatuna mwisho. Maana Mungu ametaka tuishi maisha ya milele na milele. Lakini ni wewe mwenyewe kuamua. Ukisoma kitabu cha, hatuna muda kusoma sana maana muda mdogo na tukaandika, utanisamehe. Amena. Ukisoma Yohana mtakatifu, kitabu cha Yohana 3:16 inasema nini? Inasema kwamba kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata kamtoa mwanae wa pekee ili kila atakayemwamini asipotee bali awe na nini? Na uzima wa milele. Hatuna mwisho. Bali sasa kuna uzima wa milele na kuna moto wa milele. Ni mambo mawili. Ni wewe mwanadamu kuchagua. Maana maisha haya tunayoishi, hii maisha tunaishi ni maisha ya muda mfupi sana. Ni maisha sasa ya muda mfupi. Sasa ni kwako mwanadamu kujua haya maisha ambayo ninaishi ni ya muda mfupi. Pengine unaona unaishi miaka 15, 16, unaona kwamba umeishi, lakini kwa Mungu hatafikishaki hata sio kama saa moja ifikaje, wala dakika 13 ifikaje. Maana Biblia inasema ya kwamba miaka 1000 ndio siku moja kwa Mungu. Sasa nani anafikishaka siku? Miaka 1000 ndio siku moja kwa Mungu. Sasa hakuna mwanadamu anafikisha miaka 1000. Mungu atusaidie sana. Karne ya leo hakuna. Yaani tunakuwa tunaishi ndio madakika. Na tunaona kwamba tumedunda katika dunia hii. Ndio maana nataka nikwambia kwamba maisha hii ambayo tunaishi ya muda mfupi ni ya muda mdogo zaidi. Isikupotezee wewe kupotea katika maisha ya uzima wa milele na milele. Kwa sababu ya mambo ya dunia. Wakristo wengi wamepotea. Maisha hii ambayo tunaishi ya muda mdogo imepoteza wengi. Wengi wameacha wokovu. Wengi wamefuata mambo ya dunia. Wamama wengi wameacha wokovu. Ndio maana na divorce zinakuwa mingi Marekani. Wametoka Afrika wakiwa na baba yaga. Wakiwa wanazungumza vizuri. Ndio sio wameanza pamoja. Baba ndiye pengine ndio kunatumika. Anapofika huko mama amegeuka. Mungu atuhurumie sana. Amena. Anasema kwamba amemaliza. Lakini nataka nikuambie sasa ya kwamba maisha ya muda mdogo yasitume ya kwamba ukose uzima wa milele. Maana haya maisha ya muda mdogo ndio kwako wewe kuamua ya kwamba utashika njia gani, njia upi ambayo utakayoshika. Je, ni njia kwenda katika uzima wa milele wala njia kwenda katika moto wa milele? Kulingana na kitabu cha Mathayo 7:15. Baba tuseme pale kidogo. Tusiruke yote. Maana kuna njia mbili. Kuna milango miwili. Ni upo hapo kupita njia gani? Mathayo 7:13 nasema nini? Tunasoma katika jina la Yesu. Amen.
Injili ya Mathayo mtakatifu mlango wa 7 kwa 17. 7:13. Nasoma katika jina la Yesu. Neno la Mungu linasema, ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni. Nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Amen. Hapa lakini bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani. Amen. Nao waionao wachache. Mungu akubariki. Amen. Haleluya. Yesu akasema Yesu ndio anasema pale. Akasema ya kwamba ingieni kwa kupitia kwenye mlango mwembamba. Eti maana njia ni pana na mlango ni mpana unaoenda katika upotevuni, unaoenda katika mauti, unaenda kupoteza watu. Eti na watu wengi ndio wanafuata njia ile. Watu wengi ndio wanafuata njia ile. Watu wengi ndio wanafuata watu wengine wengi. Nilimwambia anapopasa kumwambia kwamba Mungu yuko mahali hapa. Hata tuko wadogo. Lakini utakutana wengine wanataka watu wengi, kanisa limejaa wengi. Je, wale wengi, Mungu yuko pale? Lakini nataka nikuambie, afadhali pitia mlango mdogo mwembamba, unaosongwa mdogo. Tuwe wadogo lakini ambao tunaenda wapi? Tunaenda mbinguni. Tusiende wa mingi ambao kifunga ambao tunaenda katika moto. Tuwe wachache ambao wanaingia mbinguni. Mungu atusaidie sana. Tuwe wachache wanaoenda wapi? Mbinguni. Tusiwe wengi wanaoenda katika moto. Biblia inasema pale wengi ndio wanafuata njia pana, kinjani kipana, kibarabara kizuri kalame, lakini kile kinaenda katika moto. Tuwe wachache wanaoingia mbinguni. Mungu atusaidie sana. Amena. Yaani mwisho mwanadamu hauko, bali tumeandaliwa maisha ya milele. Amen. Sasa ni wewe kuchagua yale maisha ya milele wala moto wa milele. Ni wewe kuchagua njia nyembamba inayoenda katika uzima wala njia pana ile pana inayoenda katika moto. Uamuzi ni wako. Mungu atusaidie sana. Amena. Lakini vitu vyote wametuonyesha viko clear ya kwamba hauna mwisho. Maisha haya yanaandaa maisha mengine ya baadaye ambayo tutaishi. Maisha wewe mwenyewe utachagua sasa njia gani utapita. Ni njia gani utapita? Ni njia gani utapita? Si mchungaji atakuchagulia, si mwalimu atakuchagulia, si baba atakuchagulia. Mimi nasema afere ya mbinguni iko afere individual ya mtu peke yake. Hakuna shiri. Mungu atusaidie. Amen. Shiri hakuna. Shiri. Mbinguni hakuna. Ni mtu peke yake. Mungu atusaidie sana. Mtu peke yake. Wewe mwenyewe na matendo yako yatakufuata. Mimi mwenyewe na matendo yangu yatanifuata. Mke wangu na matendo yake yatamfuata. Pastor mwenyewe na matendo yake yatamfuata. Mama pastor mwenyewe na matendo yake yatamfuata. Lakini hapana si pastor ataingiza mama mbinguni. Hakuna. Kaso sio hakuna. Mungu atusaidie sana. Hakuna kujifofile, hakuna. Amena. Mlango wa mbingu ni Mungu peke yake. Hakuna baba, hakuna mtoto. Mtoto naye mpenda, baba naye mpenda, hakuna. Mimi baba atakupendaje? Sitakuingiza. Lakini mimi mwenyewe na wewe mwenyewe kwa kichwa chako. Mungu atusaidie. Mke wako naye mpenda, mume wako naye mpenda, amuingie naye. Ikiwa nyote mmetayarisha sawa. Ikiwa umechagua njia ya songwa ambayo kwenye mbamba ya miba, ambayo inasongwa, ambayo inaenda katika uzima wa milele, maisha ya milele, ikiwa nyote mko tayari muingie. Lakini kama si vile, sijakuambia kwamba nitakukokota. Ndio bisala watoto wengi unakamata kwenye mkono tuingie. Cha mbinguni iko kama individual. Ya mtu peke yake ni maamuzi yake mwenyewe. Amena. Ni mtu peke yake na maamuzi yake mwenyewe kujua kwamba utaingia. Ndio maana nataka kuambia kwamba
mwanadamu aliumbwa hana mwisho. Maana ingekuwa Mungu aliwekea mwanadamu mwisho, kwa wakati alipomuumba angeweka na mwisho. Maana watu wanaotengeneza magari, watu wanatengeneza kama simu, wanatengeneza kama montre, kila kitu wanaweka amortissement. Delay de amortissement inakuwaka. Simu za leo unapoangalia utata na kuonesha itaharibika wakati gani. Nasema Mungu. Na gari ni vipi? Kila kitu ni vipi? Lakini mwanadamu wakati Mungu anamuumba, alimwekea siku zake za kufa siku gani? Hakuna. Kifo kilikuja, itakuwa kifo kilikuja kisha kutenda dhambi, lakini maisha milele iko. Ni kutoweka tu dunia, ni kushanje. Maana tuko hapa, ni kushanje tu tunaingia hapa. Amen. Haleluya. Tuko katika dunia ya shida na taabu, tunasumbuka. Zamani kuna kama Marekani ndio kwa shida. Bana Ulaya, bana Abu anaenda Ulaya alimaliza kweli. Juzi kuna kasema na madami. Kumbe mtu anasamuka hivi kwa Marekani. Kuliko nani kuliko Bujumbura. Bujumbura tu bana tia mzuri kusamuka. Kusura sawa, lakini kwa mwili huko chini unapenda ushasamuka samuka. Sema unajikuna kuna sikiwa huko Marekani. Sio bwana ndio kanaanza unapanya wa Marekani. Tuliingia Mungu tunataka kufanya mtatu tulitusumbua baba. Wenda kuuliza dawa na anambia dawa ya pesa $30 ile tunauza Bujumbura 1000 francs. Ndio Ulaya. Mungu atusaidie sana. Kumbe kote ni shida. Haleluya. Kote ni shida, ingali dunia ile ya shida. Biblia inasema ya kwamba duniani ni kusumbuka tu, ni kuchoka bure, lakini tutaingia katika mbingu ambapo tutasumbuka tena. Haleluya. Ambapo kutakuwa kifo tena. Hakuna tena kusumbuka, hakuna likilima tena, hakuna kuchangachanga tena, hakuna mabezi tena, hakuna marenti tena. Tutakuwa tumemaliza. Amen, amen, amen. Mungu atusaidie. Amen. Wao mamishi kama nilipata hapa ndio jamaa. Mtanirudia niseme. Haleluya. Amen. Nataka niseme ndugu zangu. Tunashukuru Mungu atubariki gari. Amen. Tukashukuru kweli Mungu atubariki. Haleluya. Tukajua ya gari linaisha. Kijana biashara anatembeza gari enda kukaza na mtu anabeba mama yake anatupa wale mati pale tunasema iko sawa. Sasa Marekani kumbe ni hatari. Assurance ilituangaisha. Bali tupatia assurance karatasi ya kutembea ya muda. Sasa sisi tukawaza ndio vinaisha pale. Lakini wakatuambia assurance yenyewe itakuya mu box man. Bila tutakuyaka. Ndio ananipigia simu april 7. Nikaitika. Hatukuelewana Kiingereza sio Kiingereza. Akatranslate ile translate ya simu na sisi tunapoa hatukupatana kamili. Je, unaweza kutuma reference yako itume picha ili tupate kukupatia bima yako tuitume sasa kwenye email. Hii bima kanisumbua. Bima Kiswahili. Mimi kwa niona watu wanaibaka au mtu anadai. Kama kuna reference yangu nikamate picha niitume. Hapa ni pamoja. Reference ya mtu sio nani kitambulisho ya mtu. Hapa ni pamoja. Sasa ndio mimi niliona karatasi ilishapale. Kuna wakati wa ile tu ndani ile karatasi ingine kama ni kaje ilete kwenye box email. Kumbe bado yaisha. Mimi kajua gazeti na anatubeba tunaenda anuneke mugari hapa tulimaliza. Hivi kwa nyumba haitoki. Hata kuniniambia gaso usitikise hata kutikisa. Mungu atusaidie. Dunia ni shida tu. Bali Paulo akasema kwamba ninapotaka kutenda mema, mabaya yanijia. Ndio dunia hiyo. Lakini nataka nikwambie, hauna mwisho. Mungu amekutayarisha maisha ya miaka na milele, maisha mazuri, lakini yakupasa wewe kuchagua njia nzuri. Haleluya. Dunia sikutanganya, dunia ni ya shida tu. Kusumbuka tu bwana. Ile gari sasa, wakati ule mbaliambia unaniambia tu 2 3 na mimi kapata majibu na makani kaambia wana sihitaji kitu, niko sawa. Ndio ndio wa mwizi. Na akasema sawa, okay. Akanyamaza. Bila nani waongeza watu alipiga simu usiku baba. Unaona tumikango shift ya usiku na nana mchana anapiga simu. Hatukuelewana. Anatoa message ya kwanza, ya pili, ya tatu. Driver sasa. Naambia pesa sina nayo. Ase tumana kama uko nayo twende bima yako kuye. Sasa huyu mtu ni mjua rafiki kwa frapera. Nataka naambia sihitaji kitu niko sawa. Na kasema bila kukomesha. Kimya alikaanza akasema akaandika kama mjua akasema huyu mtu yuko sawa leo. Akaandika kana pia
Mimi ni ule ofisa mlikia na Robert kwa ofisi yetu mmoja kamata mmoja msabima. Sasa nisikia Robert sasa tulikuwa na Robert ni. Ndio maana nikaanza kutafuta sana kuitika tena simu. Akanyamaza. Nikamwandika Kiswahili hata translator kule kwa translator naye akanyamaza. Na telefoni Robert bwana vinakuwa vinaeleza wakati twende kubiro yao kwa mapema. Robert anakuja kesho. Twenda kubiro yao sio ilikuwa ile siku. Iya nyuma wanafunga. Lakini sasa pale kuuliza watu aseye hapo basi. Hiyo shule si wataifunga. Kwanza naambia gaston ngane mzuri. Akigonga ile shule daktari abarika afunge ile siku. Baada tutakufunga ile siku. Walipokuta vando yetu kaenda. Kwa kwamba lazima Yesu atupanake ashura si bila kuwa na devils. Haiwezekani. Nikamwambia kijana kuna pame haiwezekani. Tulitoka tu kutupatia mgongo. Tunafika kwa nyumba naona message inaingia msimu amefunga ile insurance. Kidogo wanakuja anatuma karatasi box email ya kwamba wamefunga ile insurance. Na tulilipia $7. Akili kapasa mchana kufete naye. Sasa tulikuwa tushamaliza madam kubeba kwa kazi, hatuwa tena tunaangalia tena tunatafuta watu wako na mbeba wale watu. Ndio maana usimalize na mtu vibaya. Ndugu zangu, ukikwapo Marekani, kumbuka mtu hujacha Afrika. Tungali katika safari. Mungu atusaidie sana. Ikiwa tumeyajua maisha milele na milele, lakini bado tuko katika dunia. Niona mimi kupambana tuingie katika Yerusalemu. Ndio maana usianze jibu mtu vibaya. Usianze maliza na mtu vibaya kama nimemaliza. Ilibidi nianze tafuta wale watu tena bwana. Be quiet. Salama ni aje bwana. Tuliwacha $10 hapo yeye bwana. Ilishakuwa hapa kunyumba. Niko nayo hapa. Sasa be quiet madam hivi na hivi na hivi. Nasikia tena. Amena. Amena. Sasa nataka niseme nini ya kwamba nataka kuonesha kwamba katika dunia ni shida tu. Shida tu. Lakini kuna mahali ambapo tutaingia ambapo Mungu ametuandalia mwisho wetu hakuna. Tuko na safari ya kuendelea. Tuko na maisha milele na milele. Sisi si kama mbuzi, si kama nguruwe, si kama vitu vingine tunavyoviona, hapana. Maana Mungu ametuumba tofauti na vitu vingine. Maana Biblia yangu inasema ya kwamba katika viumbe vyote vilivyoumbwa, mwanadamu ameumbika kiumbe kuwa bora kuliko viumbe vyote. Hata unapokuwa unajidharau, haifai kujichanga. Tuishi maisha ya utakaso. Amena. Maana Mungu ametuumba tofauti. Angalia vitu vyote amesema vikao, lakini mwanadamu Mungu alimpa kazi. Mungu alikamata kazi, alikamata hatua. Biblia inasema ya kwamba alishika matope yeye mwenyewe kwa mikono yake mwenyewe akatengeneza mwanadamu. Akachia pahali stati. Haikutosha, Biblia inasema ya kwamba akampulizia pumzi. Yaani alikamata kinywa chake, akaweka kwenye kinywa chako, akampulizia pumzi ili upate kuwa hai. Haikutosha, ulipokosa katika shamba ya Edeni wakati Adamu alikosa, alituma mwana wake wa pekee tena kaja ili apate kutuokoa. Unaona gharama alifanya? Lakini tunajishikashika kama manguruwe tu, kama mambuzi tu. Dhambi tunafanya, uzinifu, tunaenda huko, tunaanza tukakanana, tukafanya, lakini hapana. Hatuko wa kawaida. Haleluya. Hatuna mwisho sie, hapana. Na hatuko wa dunia, hapana, bali tuko waenda mbingu sisi, watu wa mbingu. Biblia inasema kwamba mahali ambapo kutakuwa njaa tena, hakuna tena kufa, hakutakuwa magonjwa. Mungu atusaidie sana. Amena. Nataka nikwambia kwamba mchana wa leo tuende kumaliza ni kwamba ujue ya kwamba mwisho wa mambo yote umekaribia, lakini wewe hauna mwisho. Ya kupasa tu wewe kushikamana katika sala na maombi na kuchagua njia nzuri ambayo ni njia. Yesu akasema njia pana, ile njia ya mateso ile ndio tupitie ile njia ya mateso. Siku aliturudisha na baba ile siku nilimuzika, nilimaliza nisemele roho maana nilikuwa nawaza. Tukaingia gari ya polisi. Kasema hapa sasa tunaenda. Nikaanza kuona ile maneno ya Afrika. Mungu mwenyewe anaanza kusema ya Trump. Baba Mungu akubariki babangu. Nakupenda sana. Baba ni shujaa. Mwalimu usiogope. Hakuna kitu. Wanafunga gari watufunga. Ndio ulikuwa unasema baba. Niliingia na woga. Ningana toka Afrika mimi. Mungu ameniradia kwa huko. Sasa Mungu watani wala tena mimi narudia. Mungu atusaidie sana. Tuko mashujaa katika Yesu Kristo. Amena.
hatubabaishwi na chochote kile, maana tumeumbwa tofauti, hatuna mwisho sisi. Lakini yakupasa tukushikamana na kuchagua njia. Mungu atubariki. Na Mungu atusaidie sana. Acha niulize kidogo, tuzitoka hapa hivyo hapa. Amena. Ikiwa neno limekuja kukuonesha kwamba hauna mwisho. Pengine ulikuwa kwa desespero kuchakata tumaini. Yawezekana magonjwa, vifo na vingine, yawezekana na shida mbalimbali, yawezekana katika imani umekutana na milima, yawezekana ukakata tumaini ukasema kama ndio mwisho wangu. Lakini neno limekuja kuonesha kwamba wewe hauna mwisho. Amen. Hauko nguruwe, nimesema hauko ng'ombe. Hauko vitu vingine, haulinganishwi na vingine. Hauna mwisho wewe. Hatuna mwisho, maana tuko watoto wa mfalme. Tumeokoa maisha ya milele na milele. Amen. Na wala si moto. Ikiwa utachagua moto ni peke yako, lakini Yesu amekuja kwa sababu yako wewe na mimi, ili tupate kuingia katika ufalme wa mbinguni wa miaka na milele. Maisha ya milele ni kwa sababu kuchagua. Ndio nataka nikwambia kwamba yawezekana kuna mahali ambapo umekuwa, yawezekana kuna mahali umeacha, maana msalaba ni mzito.